Mheshimiwa Spika, nikimalizia shukrani zangu, ila sio kwa umuhimu, ni washukuru waajiri wangu wa Tanzania. Hakika wao ndio hamasa na chachu ya mimi kufanya yote haya. Na washukuru kwa sala, dua na maombi yao, bila kusahau ushirikiano mkubwa wa hali na mali katika kulijenga taifa au kuijenga Tanzania tunayoitaka na taifa linalotumainiwa. Mheshimiwa Spika, tangu bunge hili la 12 lianze, kuna viongozi, ndugu, jamaa na marafiki waliotutoka. Kama tunavyojua, tuliondokewa na hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5. Vile vile tuliondokewa pia na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya 2, hayati Cleopa David Msuya, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, na hayati Edward Ngoyai Lowassa, aliyewahi kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, hata katika bunge hili wapo pia wabunge wenzetu tulikuwa nao wakati nikizindua bunge hili tarehe 22 mwezi wa 4 2021, ila sasa wametangulia mbele ya haki. Taendelea kuwakumbuka Mheshimiwa Martha Umbula, viti maalum, Mheshimiwa Atashasta Nditie wa jimbo la Muhambwe, Mheshimiwa Khatibu Haji wa jimbo la Konde, Mheshimiwa Elias Kwandikwa wa jimbo la Ushetu, Mheshimiwa William Olenasha wa jimbo la Ngorongoro, Mheshimiwa Irene Ndiamkama, viti maalum, Mheshimiwa Musa wa jimbo la Amani, Mheshimiwa Francis Mtega wa jimbo la Mbarali, na Mheshimiwa Ahmad Abdul Wakil wa jimbo la Kwahani, na vile vile Mheshimiwa Dr. Fosi Ndugulile wa jimbo la Kigamboni. Hivyo naomba tusimame dakika moja kuwaombea. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amin. Mheshimiwa Spika, utakumbuka kuwa tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021, takriban mwezi mmoja baada ya kushika wadhifa wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilihutubia bunge hili. Nilieleza mtazamo wangu kuhusu nchi yetu na kutaja vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6. Vile vile vipaumbele vilivyobainishwa na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025. Niliahidi kudumisha mema ya awamu zilizopita, kuendeleza mema yaliyopo na kuleta mema mapya. Niliahidi pia kufanya mabadiliko pale itakapobidi kwa lengo la kuongeza ufanisi na tija. Kama ilivyoada, Mheshimiwa Spika, tunapohitimisha shughuli za bunge, naomba kutumia fursa hii sasa kutoa mrejesho wa utekelezaji wa majukumu ya serikali na yale ambayo tuliahidi kufanya. Napenda kusema maendeleo ni hatua, na tumesikia kutoka kwa mawaziri mbalimbali pamoja na wabunge kazi iliyofanywa na serikali. Lakini kwa kuwa mimi ndiye niliyetoa ahadi mbele ya bunge hili, ninawajibika kutoa mrejesho hapa bungeni. Ninafurahi kusema kwa kipindi hiki kimekuwa ni cha kufanya mageuzi makubwa, kuongeza tija kwenye shughuli za kiuchumi na kujenga msingi imara wa ukuaji endelevu wa kiuchumi wenye kasi zaidi na unaowainua watu kiuchumi. Vile vile kimekuwa ni kipindi cha kuimarisha ustahimilivu wa jamii, kukuza ustawi wa wananchi na kuwawezesha kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Spika, nilipokabidhiwa dhamana ya kuiongoza nchi yetu, niliahidi kudumisha tunu za taifa letu, yaani amani, umoja na mshikamano, uhuru wa nchi yetu, mapinduzi matukufu ya Zanzibar, pamoja na kudumisha muungano wetu. Kama ilivyokuwa kwa serikali za awamu zilizopita, tumeshuhudia nchi yetu ikiendelea kujivunia tunu hizo na kuziimarisha. Nyote ni mashahidi wa namna nchi yetu Tanzania imeendelea kuwa nchi moja na Watanzania wanaendelea kuwa wamoja, wenye mashirikiano, Watanzania wameendelea kuwa wamoja, wenye mashirikiano licha ya kuwa na tofauti zao za kidini, mila na desturi,
itikadi za kisiasa na hata ushabiki wa michezo Simba na Yanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua Namungo pia na natambua Singida United. Mtakumbuka kuwa katika hotuba yangu ya kufungua Bunge nilisisitiza umuhimu wa viongozi wa pande zote mbili za muungano kukutana na kuzungumzia ustawi wa muungano wetu. Nafurahi kuwataarifu kwamba maagizo yangu yale yametekelezwa kwa ufanisi zaidi chini ya wenyekiti wa makamo wa rais akisaidiwa na Waziri Mkuu kwa upande wa Tanzania bara na kwa upande wa Zanzibar makamu wa pili wa rais. Katika kipindi hiki tumepiga hatua kubwa, hususan kwa kuzipatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 za muungano, hatua inayozidi kuongeza imani ya Watanzania kwa serikali. Pamoja na hayo, ni waasa wa Tanzania wenzangu tuendelee kushikamana na kuwa makini na vitisho vyovyote dhidi ya muungano wetu, na niwasihi kuendeleza umoja, utulivu, amani, vitu ambavyo ni sifa njema kwa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nchi yetu iko salama, mipaka yetu iko salama na imara kwa sababu Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kutimiza ipasavyo jukumu lake la kulinda uhuru na mipaka ya nchi yetu. Jeshi letu la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Katika kipindi hiki tumewekeza sana katika kuliimarisha kwa vifaa, zana za kisasa na mafunzo. Weledi na nidhamu ya wanajeshi wetu ni ya hali ya juu na ya kupigiwa mfano. Tumeboresha maslahi na makazi ya wanajeshi kwa kujenga nyumba mpya 6,064 za kuishi askari. Uwezeshaji huo umechangia kulifanya jeshi letu kushiriki pasavyo katika shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, ikiwemo ulinzi wa rasilimali, ulinzi wa miradi mikubwa ya kimkakati na operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Lebanon, Sudan au Sudan Kusini na eneo la Abyei. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa, tumepanua miundombinu na kuongeza idadi ya vijana wanaojiunga na jeshi kutoka 160,427 mwaka 2020 hadi 190,059 mwaka 2025. Tumefanya hivyo kwa kutambua kuwa Jeshi la Kujenga Taifa ni nyenzo muhimu ya kujenga ujasiri, uzalendo na dhana ya kujitegemea miongoni mwa vijana. Vile vile SUMA JKT imeweza kushiriki kikamilifu kufanikisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na miradi ya ujenzi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Jeshi la Polisi, tumeendelea kuliimarisha kwa kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza miundombinu, ambapo vituo vya polisi 472 vimejengwa hadi ngazi ya kata na shehia. Halikadhalika tumeboresha makazi ya askari na kununua vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki kwa ajili ya kazi za utawala na operesheni. Aidha, askari wapya 16,000 wameajiriwa, huku maofisa wakaguzi na askari 10,363 wakipandishwa vyeo. Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. Hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika. Kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka, jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza Jeshi la Polisi kuongeza jitihada
katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Mheshimiwa Spika, jeshi letu la magereza nalo limeendelea kutekeleza vizuri majukumu yake ya kulinda wafungwa na kurekebisha tabia zao. Aidha, katika kulinda haki za binadamu, tumeendelea kuboresha huduma za malazi, mavazi na chakula kwa wafungwa jinsi hali ya uchumi inavyoimarika. Kwa upande wa watumishi, serikali imepandisha vyeo maafisa waandamizi na askari wa jeshi hilo wapatao 14,733 na kuajiri askari wapya 3,404, hivyo kupunguza uhaba wa rasilimali watu. Vile vile tumewapa vitendea kazi kiwemo magari kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi na magereza mapya 8 pamoja na hospitali kuu ya kanda ya jeshi la magereza hapa Dodoma yanaendelea kujengwa. Serikali imewezesha jumla magereza 66 kuanza kutumia mfumo wa tehama wa mahakama mtandao ambao unarahisisha usikilizaji wa kesi bila wafungwa kusafirishwa hadi mahakamani. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza uwezo wa jeshi la zimamoto na uokoaji kufikia maeneo ya dharura kwa wakati, serikali imewezesha ujenzi wa vituo vipya vya zimamoto 3 vilivyokamilika na 8 vinaendelea na ujenzi. Vile vile vituo vya zamani vimefanyiwa ukarabati na kununua magari 12 ya kuzima moto yakiwemo magari 2 yenye ngazi kwa ajili ya kufikia majengo marefu na boti 2 za uokoaji katika bahari na Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa idara ya uhamiaji, zaidi ya maafisa wakaguzi na askari 3,115 wamepandishwa vyeo na askari wapya 2,251 wameajiriwa. Aidha, doria, misako na operesheni ziliimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini na zimewezesha kukamatwa kwa watu 97,538 kwa makosa ya uhamiaji ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, kiwemo kwa baadhi yao kuondoshwa nchini. Vile vile tunaendelea na ujenzi wa chuo cha mafunzo cha uhamiaji cha Rafael Kubaga kilichopo Boma Kichakamiba, wilaya ya Mkinga, mkoani Tanga. Mheshimiwa Spika, serikali pia imeimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kupunguza uingizaji, uzalishaji na usambazaji wa dawa za kulevya kwa kubaini na kudhoofisha mitandao ya wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Katika kipindi hiki tulikamata jumla ya kilogramu milioni 4,997,511 za dawa za kulevya zikihusisha watuhumiwa 25,715. Kwa upande mwingine, katika kuwasaidia waathirika, tumeongeza vituo vya utoaji huduma za tiba kwa waraibu wa dawa za kulevya kutoka vituo 9 mwaka 2020 hadi vituo 18 mwaka 2025. Ili kupanua wigo wa huduma hii muhimu, pamoja na hatua hizo madhubuti za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu dhidi ya dawa hizo, hatua nyingine za kudhibiti na kuwalinda vijana wetu na dawa hizo zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha mfumo wa usimamizi wa maafa, tulirekebisha sera ya taifa ya usimamizi wa maafa ya mwaka 2004 toleo
mengineo pamoja na kufanya maamuzi na maboresho mbalimbali yaliyojumuisha na kushirikisha wadau wote. Serikali iliunda tume ya maridhiano iliyofanya kazi nzuri na ilikuja na mapendekezo ya aina mbili, yale ambayo ni ya muda mrefu kama mabadiliko ya katiba na yale ya muda mfupi ambayo yalihusu masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na masuala ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mapendekezo ya tume, serikali iliondoa mara moja zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa na wote tumeshuhudia vyama vikiendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru, ikiwemo mikutano ya hadhara kote nchini. Vile Baraza la Vyama vya Siasa limefanya mikutano 6 na kutoa mawazo na ushauri uliowasilishwa serikalini kwa kufanyiwa kazi. Kufuatia mashauriano yaliyohusisha wadau wote wa kisiasa, Bunge lilitunga sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 1 ya mwaka 2024, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba 2 ya mwaka 2024, sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu Tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee, hatua ambayo inafuta kilichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kuwa rushwa ni adui wa haki, na mlifurahi sana mlipomwona mkurugenzi mkuu wa kupambana na rushwa na hatani. Sasa kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo kwa maendeleo, serikali imeongeza nguvu kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Jitihada hizo zimeiwezesha Tanzania kushika nafasi ya 2 katika ukanda wa Afrika Mashariki na kushika nafasi ya 14 kwa nchi za Afrika kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya taasisi ya Transparency International ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tulidhibiti na kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 211 milioni 900 na kuzirejesha serikalini kupitia operesheni mbalimbali za uchunguzi wa tuhuma za rushwa. Aidha, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 35 milioni 688 zikijumuisha nyumba, viwanja na magari na fedha taslimu shilingi bilioni 1.17 zilitaifishwa. Na katika jitihada hizi
nitoe rai kwa Watanzania kuendelea kutoa ushirikiano katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa mhimili wa dola wa kutunga sheria. Katika kipindi cha uhai wa Bunge la 12 kulipitishwa miswada 60, maazimio 922 na vile serikali imetoa taarifa 15 kupitia kauli za mawaziri bungeni kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala yenye maslahi mapana kwa taifa. Hakika mmefanya kazi kubwa, kwani michango na ushauri wa bunge hili umekuwa chachu kwa baadhi ya hatua tulizochukua au zilizochukuliwa kwenye mabadiliko ya kisera, kisheria na kiutendaji yaliyofanywa na serikali. Serikali iliongeza kiwango cha mfuko wa jimbo kutoka shilingi bilioni 11 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi bilioni 15.9 kuanzia mwaka 2020-2023 hadi sasa, ili kurahisisha utendaji wenu majimboni na kuchochea maendeleo. Ni matumaini yangu kwamba fedha hizi mlizitumia vyema katika kuwaletea wananchi maendeleo. Vinginevyo wakati ni sasa. Mheshimiwa Spika, uchaguzi mkuu ndio mazungumzo makubwa nchini kwa sasa. Niseme kuwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itatangaza hivi karibuni tarehe ya siku ya uchaguzi. Zoezi la uandikishwaji limeshakamilika nchi nzima. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura limekamilika kwa awamu 2 kama ambavyo sheria imeelekeza. Sote tumeshuhudia mwitikio mzuri wananchi kujitokeza kwenye vituo vya kuandikisha wapiga kura, na ninawapongeza wananchi wote kwa kujitokeza kwao. Tunatarajia kwamba tume itatutangazia pia idadi ya wapiga kura. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi, kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalama Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi, tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Hali ya uchumi Tanzania. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuelekeza nguvu kwenye sera za kiuchumi jumla na sera za uchumi katika ngazi za chini zinazogusa wananchi wa kawaida. Ni wazi kuwa kazi hii haikuwa nyepesi wala rahisi kutokana na hali ya Uviko 19 na migogoro ya kikanda
inayoendelea ambayo imepelekea uchumi wa dunia kutetereka. Ili kukabiliana na hali hii, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kisera, kiutawala na uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kuwa jitihada zetu zilizaa matunda. Ukuaji wa uchumi wa nchi yetu ulipanda kutoka wastani wa asilimia 3.9 mwaka 2021 hadi asilimia 5.5 mwaka 2024. Ukuaji huu uko juu ya wastani wa ukuaji wa bara la Afrika ambao ni asilimia 4 kwa mwaka 2024. Aidha, wakati uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa wastani wa asilimia 2.3 mwaka 2025, Shirika la Fedha Duniani linakadiria kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia asilimia 6. Pato ghafi la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi pato la wastani la Mtanzania nalo limeongezeka kutoka shilingi milioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya asilimia 5 kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi asilimia 5, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika, hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Spika, mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.39 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 8.7 mwaka 2024, na kutunisha akiba yetu ya fedha za kigeni ambapo hadi mwezi Aprili 2025 tulikuwa na akiba ya dola za Marekani bilioni 5.6 inayotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.5 kama ilivyo lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, Benki Kuu ya Tanzania iliweza kununua na kuwa na akiba ya kilo za dhahabu 3,424 zilizonunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 702.3, na ununuzi unaendelea ili kuimarisha zaidi kiwango cha akiba tulicho nacho. Mheshimiwa Spika, kuhusu suala la makusanyo ya kodi, nilielezea Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo Mamlaka ya Mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi
Nashukuru waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda Tume ya Rais ya Marekebisho ya Kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024/25, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6, pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 2025 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025/2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika
kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa uwekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa uhimilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za serikali, tumeendelea kuelekeza nguvu zetu katika kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuimarisha utaratibu wa manunuzi serikalini na ukaguzi wa hesabu za serikali. Kwa upande wa ununuzi wa bidhaa na huduma, tumehakikisha sheria ya mamlaka ya ununuzi wa umma inafanya kazi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa kuna usimamizi thabiti wa sheria hiyo na kanuni zake. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba mipango si matumizi. Hivyo basi, katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha tunazozikusanya na kukopa, tuliunda tena tume ya mipango ili kuhakikisha mipango ya kisekta inafungamana na malengo ya kitaifa pamoja na rasilimali tulizonazo. Mheshimiwa Spika, tumesimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa mafanikio makubwa. Uchumi umekuwa na nchi kuweza kuingia katika kipato cha kati
ngazi ya chini na kuimarisha maisha ya Watanzania. Serikali imekamilisha maandalizi ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Dira hiyo mpya tutakayoizindua rasmi mwezi Julai, mwezi unaofuata, itatupa mwelekeo utakaowezesha taifa letu kupiga hatua zaidi za maendeleo. Niwashukuru wote waliohusika kuitayarisha, hususan wananchi walioeleza bayana mahitaji na matarajio ya Tanzania wanayoitaka kuiona katika miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Spika, vile nafurahi kwamba tumefanya mazoezi tulioimarisha mfumo wetu wa takwimu au takwimu muhimu katika kufanya mipango yetu. Mwaka 2022 tulifanya sensa ya watu na makazi, tukiendeleza utamaduni wetu wa kufanya sensa kila baada ya miaka 10. Vile tulifanya utafiti wa mwenendo wa idadi ya watu na masuala ya afya. Zaidi ya hapo, na kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tuliweza kufanya sensa ya majengo kote nchini. Mazoezi yote haya yametuwezesha kupata taarifa muhimu zitakazotusaidia kupanga mipango yetu ya maendeleo kisayansi zaidi. Mheshimiwa Spika, amani tulio nayo kwa kiasi kikubwa inalindwa na uimara na ufanisi wa mahakama zetu na vyombo vingine vya kusimamia haki. Hii ni kwa sababu amani na utulivu hustawi pale ambapo haki huonekana kutendeka. Katika kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza wajibikaji na ufanisi, kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri, niliunda Tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya haki jinai. Mapendekezo ya tume hiyo yanaendelea kutekelezwa na taasisi mbalimbali. Kwa kipindi chote, mahakama imeendelea kuwa huru na kamwe serikali haikuingilia mahakama katika kazi zake. Ili kuboresha utendaji na ufanisi wa mahakama, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka shilingi bilioni 166.2 mwaka 2021 mpaka kufikia shilingi bilioni 321 kwa mwaka 25-26, sawa na ongezeko la 93%. Vile tumeongeza idadi ya majaji, mahakimu na mawakili wa serikali, na nafarijika kwamba tumezingatia uwakilishi wa kijinsia. Katika kipindi hiki pia nimeteua majaji wapya 83, ambapo majaji wa mahakama ya rufani ni 15, kati yao 4 ni wanawake, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao 30 ni wanawake. Aidha, tuliwezesha ajira mpya ya mahakimu na watumishi wengine jumla 1153. Majaji na mahakimu wanawake wamekuwa wengi wakati mwingine wowote, wamekuwa wengi wakati huu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Hatua hizi zimewezesha mahakama kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa, pamoja na kuhakikisha mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za kisheria inasomana na mifumo ya NIDA, TAKUKURU, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Jeshi la Polisi Tanzania na taasisi nyingine za sheria. Aidha, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kutenganisha shughuli za mashtaka na upelelezi kwa kuendelea kuongeza idadi ya mawakili wa serikali na kuongeza ofisi za mashtaka za wilaya kutoka 50 hadi 108 ili kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, mafanikio mbalimbali yamepatikana, yakiwemo kukamilika kwa ujenzi wa jengo la makao makuu ya mahakama sambamba na nyumba za kuishi majaji zilizopo eneo la Iyumbu, Dodoma. Ujenzi wa majengo ya mahakama za wilaya 3
na mahakama za mwanzo 26 katika maeneo mbalimbali nchini. Ujenzi wa vituo 6 jumuishi vya utoaji wa haki katika maeneo ya Dodoma, Morogoro, Mwanza, Arusha, Kinondoni na Temeke. Vile vile kumekuwa na ujenzi wa vituo 9 jumuishi vya utoaji haki katika mikoa ya Katavi, Songea, Songwe, Njombe, Simiyu, Lindi, Singida, Pemba na Geita. Nako ujenzi unaendelea. Miradi hii imewezesha kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha upatikanaji haki kwa watu wote, serikali imetekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Asante. Jumla ya wananchi 2698 jumla ya wananchi milioni 2,698,908 kwenye mikoa 25 wamepatiwa huduma mbalimbali za kisheria kupitia kampeni hii. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha, kwa mara ya pili katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023. Hatua hii inawarahisishia watumiaji wa sheria zetu kufanya rejea ya sheria mbalimbali, hususan wakati wa utoaji wa haki. Toleo hili ambalo litaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka huu 2025 litaimarisha utawala wa sheria. Aidha, hadi sasa sheria 13 kati ya 446 zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, hatua ambayo itaenda kuimarisha uelewa wa sheria miongoni mwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, kwenye hotuba yangu ya kufungua bunge la 12 niliahidi kuifungua nchi kiuwekezaji ili kukuza uchumi, kuzalisha ajira, kuongeza mapato na kupunguza kiwango cha umaskini kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja. Tunaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na katika utekelezaji huu tulipitia na kurekebisha sheria na kanuni 66 pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbalimbali zipatazo 383. Kituo cha uwekezaji TIC kimeweza kusajili jumla ya miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira 650,674 za moja kwa moja na ajira nyinginezo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuhamasisha uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi yani SEZ pia zimevutia jumla ya miradi 45 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.17 iliyopatiwa leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo ilijikita katika sekta zinazozalisha bidhaa zitokanazo na kilimo, viwanda, mifugo, kemikali, madini na mazao ya misitu. Imeongeza ajira kufikia 20,674 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya nje kwa dola za Marekani milioni 397.64. Katika kuchochea uwekezaji nchini, tumetunga sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa. Kwa kutambua mchango
Asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya 300% toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora, za kilimo kwa asilimia 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa asilimia 61 kutoka tani 34,797 mwaka 2021 hadi tani 56,114 mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea kutoka tani 676,017 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.21 mwaka 2025. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 80.9 ya makisio ya mahitaji ya tani milioni 1.5 za mbolea kwa msimu wa mwaka 2025. Sambamba na hilo, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 300 kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kwa hekta kutoka kilo 19 mwaka 2021 hadi kilo 24 mwaka huu 2025, na hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji. Mbali na mbolea, serikali pia imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa viuatilifu pamoja na huduma za ugani kwa kuhakikisha inaajiri maafisa ugani pamoja na kuwapa vitendea kazi kama pikipiki, vishikwambi, visanduku vya ugani na soil scanners ili kuongeza tija kwenye kilimo chetu. Mheshimiwa Spika, tayari jitihada hizo za serikali sio tu zimemfaidisha mkulima, bali pia zimeongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula kwa asilimia 33 toka tani milioni 17.1 mwaka 2021 hadi tani 22.8 mwaka 2024. Ongezeko hilo limeiwezesha nchi kuwa na utoshelevu wa chakula kwa asilimia 128. Pamoja na hayo, ili kulinda jasho la mkulima kwa kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno, tumejenga maghala 46 na vihenge 20 yenye uwezo wa kuhifadhi mazao tani 219,921. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa maeneo mawili yaliyoibua mjadala kipindi hiki yalihusu sukari na mafuta ya kupikia au mafuta ya kula. Ili kuimarisha upatikanaji wa sukari kunapokuwa na upungufu, tuliipa NFRA mamlaka ya kununua na kuhifadhi sukari kisheria. Hii ina maana kwamba sukari imeingia kwenye mazao au mazao ya usalama wa chakula ndani ya nchi. Nawashukuru sana wabunge kwa kuunga mkono mabadiliko hayo, na ninaamini asante.
Ninaamini tayari tumeshaanza kuona tofauti baada ya kuchukua hatua hizo. Pamoja na hayo, serikali inaendelea na jitihada za kuongeza uzalishaji wa sukari nchini kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda, na mbali na kiwanda kipya cha Bagamoyo chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 35,000, cha Mkulazi chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 50,000, upanuzi wa kiwanda cha Kilombero utaongeza uzalishaji wa sukari kwa tani 2,071. Hali kadhalika, upanuzi umefanyika kwenye mashamba ya Mtibwa na Kagera kwa hekta Mtibwa hekta 4,700 na Kagera ni hekta 9,071. Hadi sasa hatua hizi zimeongeza uzalishaji wa sukari kutoka tani 311,358 mwaka 2020 hadi tani 392,724 mwaka 2024. Tutaendelea kuvutia uwekezaji zaidi wa viwanda au kwenye viwanda na kupanua maeneo ya uzalishaji wa miwa, tukilenga kufikia uzalishaji wa tani 700,000 za sukari. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa msukumo pia katika kuongeza uzalishaji wa mafuta ya chakula. Hivyo msukumo huo umewezesha uzalishaji mbegu za mafuta kuongezeka kutoka tani 1,713,178 mwaka 2021 hadi tani 2,181,603 mwaka 2024. Pamoja na hayo, uzalishaji wa mafuta ya kula nchini umefikia tani 396,335 tu. Hivyo tunaendelea na hatua zitakazotuwezesha kuchochea uzalishaji zaidi wa mazao ya mafuta kuelekea lengo la tani 650,000. Aidha, tunadhamiria kuongeza usindikaji na uzalishaji wa mafuta ya kula nchini ili kupunguza uagizaji kutoka nje ambao kwa kweli unatugharimu fedha nyingi za kigeni. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo biashara, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya biashara nchini kumeongeza thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kwa asilimia 67 kutoka dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka 2021 hadi dola za Kimarekani bilioni 3.5 mwaka 2024. Pia uzalishaji wa mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 983,177 mwaka 2021 hadi tani milioni 1,443,629 mwaka huu 2025. Tunacholenga ni kuongeza zaidi thamani ya mauzo nje ya nchi hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 5 ifikapo 2030. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji ambapo eneo linalomwagiliwa limeongezeka toka hekta 561,383 mwaka 2020 hadi hekta 983,466 mwaka jana 2024. Hii inatokana na ongezeko la miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa kutoka 13 mwaka 2020 hadi 780 mwaka huu 2025. Ni matumaini yetu kwa kukamilika kwa miradi hii yote kutatuwezesha kufikia lengo tulilojiwekea la kufikia hekta milioni 1,200,000 za eneo la umwagiliaji maji. Muhimu zaidi katika jitihada hizi, serikali imeamua kutekeleza miradi mikubwa ya umwagiliaji maji kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria na Tanganyika ambayo itaunda gridi ya umwagiliaji maji kwa ajili ya eneo lenye ukubwa wa hekta milioni 3 ambapo ujenzi wake unatarajiwa kuanza ndani ya miezi 18 kuanzia sasa. Mheshimiwa Spika, serikali katika kukuza sekta hii imewezesha kutimia kwa azma ya muda mrefu ya kuimarisha
ushirika kwa kuanzisha benki ya ushirika iliyoanza na mtaji wa shilingi bilioni 58. Kuanzishwa kwa benki hiyo ambayo wanahisa wakubwa ni vyama vya ushirika wenyewe kunajibu hitaji kubwa la muda mrefu la upatikanaji wa mikopo zaidi kwa gharama nafuu, na hivyo kutaviwezesha vyama vya ushirika kujiimarisha kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, kupitia mfumo rasmi wa manunuzi, kiwango kilichouzwa kupitia ushirika kimeongezeka kutoka tani 591,268 zilizouzwa kwa thamani ya shilingi trilioni 1.1 mwaka 2021 hadi tani milioni 2.23 zenye thamani ya shilingi trilioni 4.2 mwaka huu 2025. Ongezeko hilo linakaribia 300%. Vile vile serikali iliongezea mtaji Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, na hivyo kuongeza wigo upatikanaji wa mikopo nafuu kwa wakulima. Dhamana ya mikopo kwenye sekta ya kilimo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 63 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 418.3 mwaka huu 2025. Na tayari benki 19 zinatumia mfumo wa dhamana ya benki ya kilimo kuongeza mikopo kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, jitihada za kufungua masoko nje ya nchi zimeongeza mauzo ya nyama kwa upande wa mifugo kutoka dola za Marekani milioni 4.2 mwaka 2021 hadi kufikia tani 14,701 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 61.4 mwaka huu. Tarehe 17 Juni mwaka huu nilizindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kulinda afya na kuongeza thamani ya mifugo yetu. Serikali katika kampeni hiyo itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya mifugo ya ng'ombe na mbuzi. Asante. Kwa serikali itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya ng'ombe na mbuzi na gharama zote kwa kuku na gharama za herini za utambuzi. Niwaombe waheshimiwa wabunge katika maeneo yetu tuendelee kuhimiza matumizi bora ya ardhi kwa kuhamasisha watu wetu kutenga maeneo ya kilimo na ufugaji. Tuendelee kuhimiza vijiji vyetu kutekeleza mipango hiyo ili wafugaji wapate maeneo ya malisho mbali na mazao ya wakulima. Pia tuhimize uhamasishaji kama mlango wa kuingilia kwenye kuboresha kosafo za mifugo yetu. Nadhani species za mifugo yetu au aina za mifugo yetu. Ni vyema kuhimiza watu wetu kuachana na uchungaji wa kujikita katika uchungaji na kujikita katika ufugaji. Waache uchungaji wajikite kwenye ufugaji. Lakini hapa nataka quotation maarufu ya Rais Kikwete kwamba huko nyuma, na jitihada hizi zilianza wakati wa awamu yake, na aliona kwamba mchungaji hanenepi na mifugo hainenepi. Wamo tu kwenye safari wanakwenda. Sasa tunataka kuwatoa wafugaji huko, watoke kwenye uchungaji waingie kwenye ufugaji. Mheshimiwa Spika, maboresho katika sekta ya uvuvi yamechangia upatikanaji wa ajira za moja kwa moja kwa wavuvi 2,661, wakuzaji viumbe maji 49,084 na takriban Watanzania milioni 6 wako katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na uvuvi. Aidha, serikali ilitoa mikopo iliyowezesha uwekezaji wa vizimba 1,636 na ununuzi wa boti 280. Vile vile serikali ilitoa boti 160 zenye thamani ya shilingi bilioni 11.51 ambazo zimetoa ajira
13,180. Kutokana na uwekezaji huo, mazao ya uvuvi yameongezeka kutoka tani 4,477,018 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.77 mwaka 2021 hadi kufikia tani 543,598.9 zenye thamani ya shilingi bilioni 3.04 mwaka huu 2025. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha biashara ya mazao ya uvuvi ambapo mauzo yameongezeka kutoka tani 42,302 zenye thamani ya shilingi bilioni 412 mwaka 2021 hadi tani 59,749 zenye thamani ya shilingi bilioni 675 mwaka 2024. Tunaendelea na ujenzi wa mradi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko wenye thamani ya shilingi bilioni Tunaendelea na ujenzi wa bandari ya Kilwa Masoko ya uvuvi yenye thamani ya shilingi bilioni 279.5 ambao kwa sasa umefikia 81.9%. Kukamilika kwa bandari hiyo kunatarajia kuzalisha ajira takriban 30,000 na nchi kwa ujumla kunufaika zaidi na wavuvi au uvuvi wa bahari kuu. Kwenye sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji ikiwemo kuongezeka kwa mtandao wa barabara za changarawe kutoka kilomita 24,493 mwaka 2020 hadi kilomita 44,372 mwaka 2025 na mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 38,086.95 mwaka 2020 hadi kilomita 40,902 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana ni kukamilika kwa ujenzi wa madaraja 9 ambayo ni daraja la Gerezani na Tanzanite Dar es Salaam, Wami Pwani, Kitengule Kagera, Kiegea Morogoro, Ruaha Morogoro, Ruhuhu Ruvuma, Mpwapwa Dodoma na daraja la Msingi Singida. Vile vile tumekamilisha ujenzi wa mradi wa mradi wa kimkakati wa daraja la John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imetekeleza miradi ya kupunguza msongamano wa magari na foleni katika majiji. Tumekamilisha mradi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka BRT awamu ya pili kilomita 20.3 Mbagala, mzunguko wa bandari Bendera 3, alafu Bendera 3 Kariakoo, Sokoine Zanaki, barabara ya Kawawa na barabara ya Morogoro Magomeni, na tunaendelea na utekelezaji awamu ya 3 ya kilomita 23.3 kutoka katikati ya jiji hadi Gongo la Mboto ambayo imefikia 80%, na awamu ya 4 ya kilomita 30.1 kutoka katikati ya jiji hadi Tegeta ambayo imefikia 22%. Miradi hii itakapokamilika itaongeza ufanisi na tija. Tunaendelea kushughulikia changamoto na kasoro zilizopo katika mradi huu ili wananchi waweze kunufaika ipasavyo na usafiri huo. Mheshimiwa Spika, serikali pia inaendelea na ujenzi wa barabara za mzunguko wa nje Outer Ring Road katika jiji la Dodoma yenye jumla urefu wa kilomita 112 ambapo utekelezaji kwa awamu zote mbili umevuka 80%. Vile vile serikali inaendelea na upanuzi wa barabara kuu za Tanzam sehemu ya Uyole Ifisi Songwe Airport jijini Mbeya
yenye urefu wa kilomita 36 kutoka njia 2 kuwa njia 4, ambapo ujenzi umefikia asilimia 23.5. Miradi hii yote inaenda kuchochea shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa viwanja vya ndege, serikali imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Nduli mkoani Iringa. Vile vile inaendelea na ujenzi na ukarabati wa kiwanja cha ndege cha Musoma, ambapo ukarabati umefikia asilimia 58. Kiwanja cha ndege cha Sumbawanga, ukarabati umefikia asilimia 60. Kiwanja cha ndege cha Shinyanga, ukarabati umefikia asilimia 80. Kiwanja cha ndege cha Tabora, ujenzi umefikia asilimia 93. Kiwanja cha ndege cha Kigoma, ujenzi umefikia asilimia 20, na kiwanja cha ndege cha Geita, ujenzi umefikia asilimia 80. Aidha, ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato hapa Dodoma, sehemu ya kwanza inayohusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara za maungio taxiways na maegesho ya ndege, umefikia asilimia 87. Sehemu ya pili inayohusisha ujenzi wa jengo la abiria, jengo la kuongozea ndege, kituo cha zimamoto, kituo cha hali ya hewa, ujenzi umefikia asilimia 53.2. Miradi hii itafungua zaidi anga la Tanzania, kuchochea shughuli za kiuchumi na kuongeza fursa za biashara ikiwemo mazao ya mboga mboga, matunda na maua. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa reli, niliahidi bunge hili kuwa tutakamilisha ujenzi wa reli Dar es Salaam hadi Dodoma na kuendelea na ujenzi wa vipande vingine. Nafurahi kusema kuwa kama mnavyojua, awamu zote mbili, Dar es Salaam Morogoro Dodoma, tayari zimekamilika na reli inatembea. Asante. Tangu safari za reli hii kuanza mwezi Agosti mwaka 2024, tayari jumla abiria 2,054,828 wamesafiri na maduhuli ya shilingi bilioni 60.88 yamekusanywa. Kuanza kwa huduma za usafiri wa reli hiyo kumeongeza tija kwenye uchumi, kwani kimefupisha safari ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka masaa 8 hadi 9 hadi saa 3. Sasa imekuwa kawaida, na waheshimiwa wabunge, nyinyi mashahidi, naambiwa mnalala Dar es Salaam na mnaamka Dodoma hapa asubuhi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ujenzi wa vipande vingine vya SGR unaendelea, ambapo kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 63.16. Makutupora Tabora umefikia asilimia 14.53. Tabora Isaka umefikia asilimia 6.65, na Tabora Kigoma umefikia asilimia 7.81. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi Musongati kinachounganisha Tanzania na Burundi yameanza na tunatarajia kuzindua ujenzi hivi karibuni. Kutekelezwa kwa miradi au mradi huu wa SGR
kumezalisha ajira 9376. Hizo ni za moja kwa moja pamoja na kampuni zaidi ya 792 za Watanzania kusaini mikataba kwa ajili ya kandarasi na huduma mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali pia imenunua mabehewa ya mizigo 264 ambapo kazi ya majaribio ya mifumo imefanyika. Nafurahi kuwajulisha Bunge kwamba leo ni siku ya kihistoria kwenye reli yetu ya SGR kwa kuwa shirika la reli limeanza rasmi safari za mizigo kati ya Dar es Salaam hadi Dodoma. Tunatarajia hatua hii ya kimageuzi nchini itapunguza muda na gharama ya uchukuzi, kuchochea biashara na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama lango la biashara katika Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo, serikali inaendelea na uboreshaji wa reli ya kati iliyokuwepo awali, yani Meter Gauge Railway au MGR, ambayo inaendelea kutoa huduma kwa njia ya kati na kaskazini sambamba na reli ya SGR. Katika kutekeleza azma hiyo, tumenunua vichwa vya treni vitatu, mabehewa ya abiria 22 na ya mizigo 44. Vile jumla ya mabehewa 350 ya mizigo na 33 ya abiria yamekarabatiwa. Mheshimiwa Spika, katika utoaji wa huduma za usafiri wa anga, niliahidi kuwa tutaendelea kuiboresha kampuni yetu ya ndege ATC kimkakati ili iweze kujiendesha kwa ufanisi. Katika kipindi hiki, serikali imenunua ndege 6 za abiria na 1 ya mizigo, na hivyo kufanya ATCL kuwa na jumla ya ndege 16 hadi Aprili 2025. Ununuzi wa ndege hizo umesaidia nchi kuwa na usafiri wa anga wenye uhakika, kawa bado tunasuasua, lakini tulipo siko tulikotoka. Mheshimiwa Spika, ATC pia inatarajia sasa kutanua safari zake ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Tunatarajia kuongeza safari kwenda Nigeria, Msumbiji, Omani na Angola. Ununuzi wa ndege ya mizigo imepunguza hasara kwa wazalishaji na kujenga mtangamano wa uzalishaji wa ndani na soko la kimataifa. Vile kuimarishwa kwa ATC kumekuwa kichocheo cha ukuaji wa sekta nyingine ikiwemo utalii na kumesaidia katika kuitangaza nchi yetu kimataifa. Hivyo ni dhamira ya serikali kuhakikisha tunafanya jitihada za maksudi ili ATC yao iweze kuimarika zaidi na kujiendesha kwa tija. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bandari, maboresho ya bandari zetu za Tanzania na ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye uendeshaji wa baadhi ya gati imewezesha kupunguza wastani wa muda wa meli kusubiri nangani. Umepungua kutoka siku 46 hadi siku 7. Muda wa meli za makasha kusubiri nangani umepungua kutoka siku 5 na sasa huingia moja kwa moja gatini pindi zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Idadi ya makasha inayohudumiwa imeongezeka kwa 35% toka makasha 159,807 hadi makasha 215,286, na jumla ya uzito wa shehena iliyohudumiwa imeongezeka kwa 14% toka shehena tani milioni 14,424 hadi tani milioni 16,870. Mheshimiwa Spika, uwekezaji uliofanywa umeongeza makusanyo ya mapato ya serikali, hususan yale yanayotokana na kodi, kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 kwa mwezi kwa mwaka 23-24 hadi shilingi trilioni 1 kwa mwezi mwaka 24-25, na umepunguza
umepunguza matumizi kwa shirika la bandari kwa mwezi kutoka wastani wa shilingi bilioni 262,153 kati ya mwezi Mei 23 na Machi 24 hadi shilingi bilioni 169. Imetoka bilioni 262 hadi bilioni 166 bilioni 323 kati ya mwezi Mei 24 hadi Machi 25. Pia tunaendelea kufanya maboresho katika bandari zetu za Mtwara na Tanga. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa bandari ya Mtwara uliohusisha ujenzi wa gati, uzio na barabara inayounganisha gati jipya na maeneo mengine katika bandari umekamilika. Hatua hiyo imesaidia wananchi wa Mtwara na maeneo ya jirani kuongeza biashara na uwekezaji pamoja kuharakisha usafirishaji wa mizigo kwa gharama nafuu, hususan mazao ya korosho, ufuta na makaa ya mawe. Mheshimiwa Spika, sambamba na uboreshaji wa bandari zilizopo katika Bahari ya Hindi, serikali pia imeendelea kuongeza wigo wa huduma za kibandari kwa kujenga na kuboresha bandari zilizopo katika maziwa makuu nchini. Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja kukamilisha uboreshaji wa bandari ya Kemondo, kuendelea na uboreshaji wa bandari ya Bukoba ambao umefikia 94% na bandari ya Mwanza North ambayo imefikia 58%. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha ukarabati wa boti MV Tangazo iliyopo Tanga pamoja na matengenezo ya boti MV Mkongo iliyopo Pwani ambazo zimeanza kutoa huduma. Vile vile tunaendelea na ukarabati mkubwa wa vivuko vingine ambao umefikia hatua tofauti. MV Kilombero 2, MV Nyerere, MV Old Ruvu, MV Magogoni, MV Ukara na MV Kigamboni na MV Pangani au Pangani 2 vipo katika hatua tofauti za matengenezo. Pia tunaendelea na ujenzi wa vivuko vipya 6 kama ifuatavyo: Bwiro, Bukondo, Kisoria, Rugezi, Iringa, Kahangala, Nyakaliro, Kome, Buyangu, Mbalika na Nyamisati Mafia. Sambamba na hayo, ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza katika Ziwa Victoria unakamilika ndani ya muda mfupi. Pamoja na juhudi hizi, na washukuru wabunge. Niliongea sana kule Mozambiki kwa sauti imegoma. Nilikuwa nasema pamoja na juhudi hizi, serikali inakaribisha sekta binafsi kuwekeza katika maeneo ya vivuko nchini. Mheshimiwa Spika, katika sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, serikali imefanikiwa kuongeza mtandao wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kutoka kilomita 8319 hadi 13820 sawa na ongezeko la 66%. Kuongeza wilaya zilizounganishwa na mkongo kutoka 36 mwaka 2020 hadi wilaya 109 hivi sasa, na ukamilisha vituo 111 vya kutolea huduma za mkongo wa mawasiliano.
Aidha, serikali imepunguza gharama za internet na kupiga simu ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, vile minara ya mawasiliano imeongezeka kutoka 754 mwaka 2020 hadi kufikia minara 9278 mwaka 2025. Minara hiyo imewezesha upatikanaji wa mawasiliano kwenye maeneo yenye changamoto za kuchagiza maendeleo ya uchumi kupitia biashara mtandao. Mheshimiwa Spika, vile kadri matumizi ya mifumo ya kidijitali inavyokuwa kwenye kila sekta, ndivyo kumeongezeka haja ya kujipanga kuhakikisha mageuzi ya kidijitali yanatuletea faida au fursa zaidi. Ni kwa msingi huo tuliandaa mkakati wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10 2024-2034 na mkakati wa taifa wa broadband 2021-2026 inayolenga kujenga miundombinu wezeshi ya kidijitali na kuweka sera rafiki ya uchumi wa kidijitali, kuimarisha ujuzi wa masuala ya kidijitali na kukuza utamaduni wa ubunifu miongoni mwa watu wetu. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa wadau muhimu katika ubunifu tunapojenga uchumi wa kidijitali ni kampuni changa maarufu kama startups, hususan kwenye eneo la TEHAMA. Kipindi hiki serikali imeimarisha mashauriano na wadau wa sekta hii na kimekuwa kinasisitiza kwa inataka kuona serikali inazisaidia startups ili vijana watumie ujuzi huo kuongeza tija kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Ili kukuza kampuni hizo za vijana, serikali itatunga sera kuendeleza kampuni changa, yani startup policy. Aidha, tutaendeleza miradi ya ubunifu innovations 464 iliyotokana na mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu au MAKISATU. Na tumeanzisha mfuko wa bunifu ujikanao kwa jina la Mama Samia Innovation Fund ili kuwezesha utoaji wa mikopo nafuu kwa wabunifu, kuanzisha kampuni na kuingiza bidhaa sokoni. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha usimamizi na uendelezaji wa sekta ya madini. Tumeimarisha masoko na minada ya uzaji wa madini ambapo vituo vya ununuzi wa madini vimeongezeka kutoka vituo 61 Novemba 2020 hadi 109 mwaka huu. Na masoko ya madini yameongezeka kutoka 41 hadi 43. Aidha, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imeanzisha viwanda vya usafishaji dhahabu kwa kiwango cha kimataifa katika mikoa ya Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam, Geita na Chunya. Vile tumeendelea kuimarisha shirika la taifa la madini STAMICO kama nilivyoahidi ili kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za madini. Serikali pia imesimamia sekta hii na kuiwezesha kuongeza mchango wake katika pato la taifa kutoka 6.8 mwaka 2020 hadi kufikia 10% mwaka huu, lakini kwa habari njema tulifikia mwaka jana 2024. Mheshimiwa Spika, vile tumetekeleza ahadi ya kuendeleza wachimbaji wadogo kwa kununua mitambo ya uchorongaji iliyosambazwa katika maeneo ya Tambi, Mpwapwa, Nyawa, Bariadi, Matondo, Makongoros na Matundas yaliyoko Chunya, Lwamgasa, Nyaruyeye, Nyamalimbe na Nyakagwe yaliyopo Geita, Mavota, Biharamulo, Enda, Bashkaratu, Mwakitolia, Shinyanga na Mbangala, Songwe. Aidha, serikali imefuta leseni za maombi 2648 ili kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata maeneo halali ya uchimbaji ili wazidi kuimarika. Kwa sasa mchango wa wachimbaji wadogo umefikia 40% ya mapato yote yatokanayo na sekta ya madini. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahsusi ili kuhakikisha sekta ya maliasili na utalii inakuwa zaidi na kuongeza mchango wako
wake kwenye pato la taifa. Hatua hizi zimechangia kuongeza idadi ya watalii wa kimataifa kwa asilimia 132.1 kutoka watalii 922,692 mwaka 2021 hadi watalii milioni 2,141,895 mwaka jana 2024. Vile vile idadi ya watalii wa ndani imeongezeka kwa asilimia 307.9 kutoka watalii 788,933 mwaka 2021 hadi kufikia watalii milioni 3,218,552 mwaka 2024. Hatua hii imewezesha vijana wengi wa Kitanzania kupata ajira za moja kwa moja kwenye sekta ya utalii mwaka 2025. Kwa idadi ya waongoza watalii imeongezeka kutoka 5,076 mwaka 2020 hadi 7,662 mwaka huu 2025. Vile vile mapato yatokanayo na utalii yamepanda kutoka dola za Kimarekani milioni 700 mwaka 2020 hadi dola za Marekani bilioni 3.9 mwaka 2024. Kwa upande wa watalii wa kimataifa watalii wa kimataifa mapato yameongezeka kutoka shilingi bilioni 46.3 hadi shilingi bilioni 209.8 kwa watalii wa ndani. Kwa upande wa watalii wa ndani katika kipindi hicho, Mheshimiwa Spika, tarehe 1 Disemba 2024 jijini Arusha nilifanya mkutano na wawakilishi wa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Mazungumzo yale yaliangazia masuala makubwa mawili: matumizi ya ardhi na haki mbalimbali, na pili, changamoto zilizojitokeza wakati wa zoezi la uhamaji wa hiari kwa wakazi wa eneo hilo kwenda eneo la Msomera, wilaya ya Handeni, Tanga. Katika mkutano huo nilipata fursa ya kusikiliza malalamiko yao pamoja na kupata maoni na ushauri wao juu ya njia bora zaidi ya kushughulikia suala la uhamaji wa wakazi wa eneo hilo. Kwa kuwa malalamiko yalikuwa mengi na mazito, niliamua kuunda tume mbili kuangalia kwa kina suala hili kwa lengo la kupata suluhu ya kudumu. Tume hizo mbili zinatathmini masuala ya ardhi na zoezi la uhamaji za utatuzi wa migogoro hii na kuongeza matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Aprili 2025, jumla ya hati miliki 356,642 zimesajiliwa. Hati za hakimiliki za kimila 318,868 zimetolewa kwa wananchi na kukamilisha upimaji na uidhinishaji wa viwanja milioni 1,427,005. Aidha, serikali imeendelea kutumia mfumo wa kielektroniki mfumo wa kielektroniki wa ardhi katika kutoa hati miliki. Hatua hizo zimeimarisha usalama wa ardhi, utambuzi wa kisheria wa umiliki wa ardhi, kuondoa migogoro ya ardhi na kuongeza thamani na usalama wa ardhi yetu. Ili kuondoa migogoro ya ardhi, serikali inajipanga kuanzisha tume ya ardhi ili kuimarisha usimamizi wa ardhi nchini. Mheshimiwa Spika,
Kutokana na umuhimu wa sekta ya nishati kwa maendeleo ya nchi, niliahidi kuwa serikali itaimarisha upatikanaji wa nishati nchini, hasa kwa kukamilisha ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere na kufikisha umeme kwenye vijiji vyote. Nafurahi kulitaarifu Bunge kwamba msukumo uliotolewa na serikali umewezesha kuongeza kwa kiasi kikubwa au umewezesha ongezeko kubwa la uzalishaji wa umeme kutoka megawati 1601.84 mwaka 2020 hadi megawati 4031.71 mwaka huu. Asante. Hali hii imechangiwa na ukamilishaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na usambazaji umeme, ikiwemo mradi wa kielelezo wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji wa Julius Nyerere wenye megawati 2115. Vile miradi mingine iliyokamilika katika kipindi hiki ni mradi wa kuzalisha umeme wa Kinyerezi Extension NW 185 kwa kutumia gesi asilia na mradi wa Rusumo ambao umetekelezwa katika mto Kagera kwa kushirikiana na nchi tatu, Tanzania, Burundi na Rwanda, kwa mgawanyo sawa wa umeme wa megawati 26.67 kila nchi. Mheshimiwa Spika, serikali pia imekamilisha miradi ya usambazaji umeme ikiwemo mradi wa ujenzi wa njia za usafirishaji umeme wenye urefu kilomita 414 kutoka Singida hadi Arusha na Manga, kilomita 144 kutoka Geita Nyakanazi, njia ya Julius Nyerere hadi Chalinze, njia ya Nyakanazi hadi Kigoma, njia ya kilomita 115 kutoka Tabora Urambo, njia ya kilomita 94 kutoka Rusumo Nyakanazi na kwenye njia ya reli Standard Gauge Railway. Mafanikio hayo yameongeza upatikanaji wa nishati ya umeme ya uhakika katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, tumefanikiwa kuiunganisha mikoa ya Kigoma na Katavi kwenye gridi ya taifa ya umeme. Mheshimiwa Spika, vile kama tulivyoahidi, tumefikia hatua kubwa na ya kihistoria kwenye usambazaji kwa kuweza kupeleka umeme kwenye vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kama tulivyoahidi. Kwa sasa tunaendelea na kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo tayari vitongoji 33,657 kati ya 64,359 vimeshafikiwa na umeme sawa na 52.3%. Serikali pia ina mpango wa kuzalisha nishati mbadala kupitia vyanzo jadidifu, lakini pia hivi karibuni wakati namwapisha mkurugenzi mtendaji wa TANESCO nilimwelekeza umuhimu wa kuanza kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia nyuklia. Asante. Aidha, tunapanga kuweka ushindani kwenye sekta ya nishati kwa kualika sekta binafsi kushiriki kuongeza upatikanaji wa umeme wa uhakika na nafuu. Mheshimiwa Spika, serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha utendaji kazi kwa mashirika ya umma ili kuongeza mchango wake katika kujenga uchumi. Tulifanya mapitio na uchambuzi kuhusu uendeshaji wa mashirika na taasisi za umma 248 ili kuongeza tija na mchango wa mashirika hayo katika kuleta maendeleo. Matokeo ya tathmini hiyo yamewezesha serikali kuanza zoezi la kuunganisha baadhi ya mashirika na taasisi, kurekebisha muundo wa mashirika na taasisi za umma na hivyo kuimarisha usimamizi, kuongeza uwekezaji na kujiendesha kwa faida. Mheshimiwa Spika, maboresho hayo pia yamewezesha serikali kuongeza makusanyo ya gawio
na michango kwa mwaka kutoka shilingi bilioni 691.6 mwaka 21 hadi shilingi trilioni 1.028 mwaka 2025. Ongezeko la shilingi bilioni 336 kwa mwaka zinazoenda kuboresha huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, serikali imeboresha sera, sheria na programu mbalimbali ili kuweka mazingira bora ya kuwezesha wananchi kiuchumi. Vile vile mfuko wa programu mbalimbali zimeboreshwa ikiwemo mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF, mipango ya mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT, programu ya taifa ya kukuza ujuzi kwa vijana, programu ya kukuza viwanda vidogo na vya kati, programu ya Imarisha Uchumi na Mama Samia, mfuko wa dhamana wa wajasiriamali wadogo, mfuko wa self microfinance na mpango wa kutenga 30% ya manunuzi ya taasisi za umma kwa wazabuni wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mifuko na programu hizo zimetoa zaidi ya shilingi trilioni 3.68 na kuwanufaisha zaidi watu milioni 24. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mpango wa kunusuru kaya maskini awamu ya 3 inayotekelezwa katika maeneo yote Tanzania bara na Zanzibar, idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka kaya 876,440 mwaka 2021 hadi kaya 1,371,916 mwaka 2025. Vile vile jumla fedha zilizohawilishwa kwa walengwa katika kipindi hiki ilifikia shilingi trilioni 1.15. Kupitia fedha hizo, jumla ya miradi 27,863 yenye thamani ya shilingi bilioni 291.7 ilitekelezwa na kaya 909,440 kufikia mwaka 2025, ikilinganishwa na miradi 3,185 yenye thamani ya shilingi bilioni 38.6 na kaya 197,110 kwa mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, niliahidi Bunge kwa tutaimarisha na kukuza uhusiano na mataifa mengine pamoja na jumuiya za kikanda na za kitaasisi za kimataifa. Tangu mwaka 2021 tulipata fursa ya kuwapokea viongozi mbalimbali wa kimataifa waliotutembelea na sisi kufanya ziara kwenye nchi rafiki kwa lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano. Ziara hizo zimeimarisha mahusiano, kutufungulia masoko na kutuongezea misaada na mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sekta zilizonifanyika zaidi ni pamoja na nishati, kilimo, mazingira, uchukuzi, afya, elimu, biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na ziara hizo ni pamoja na kuongeza fursa ya masoko kwa mazao yetu mbalimbali. Kwa mfano, mwaka jana Tanzania iliondolewa ushuru wa forodha kwa 100% kwa bidhaa zote zinazozalishwa nchini kwenda soko la China. Mheshimiwa Spika, vile vile kuna miradi mbalimbali iliyonufaika moja kwa moja na ushirikiano huo, ikiwemo mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya upimaji wa ramani na mradi wa ujenzi wa vyuo vinne vya ufundi na mafunzo ya amali katika mikoa ya Kigoma, Mwanza, Mtwara na Zanzibar. Nchi yetu itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na mataifa mengine duniani ili kuendelea kunufaika na fursa zinazopatikana kwa mashirikiano hayo. Tumetembelewa na wageni kutoka mataifa mbalimbali makubwa ikiwemo Marekani, Ujerumani, Indonesia pamoja na wakuu wa taasisi za kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na mimi na wasaidizi wangu, makamu wa rais na waziri mkuu pamoja na naibu waziri mkuu tumefanya ziara kwenye mabara ya Ulaya, Marekani, Afrika, Asia na Mashariki ya Kati.
Mheshimiwa Spika, serikali pia imevutia mikutano mikubwa nchini ikiwemo mkutano wa nishati barani Afrika, mkutano wa Afrika kuhusu rasilimali watu na jukwaa la mifumo ya chakula Afrika, iliyowezesha Tanzania kuchangia kutoka utatuzi wa changamoto zinazolikumba bara letu. Vile vile Tanzania imekuwa mwenyeji wa mikutano mbalimbali ya kikanda ikiwemo hilo iliyolenga kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mara ya kwanza tulifanikiwa pia kufanya mkutano ulizozileta pamoja jumuiya mbili za kikanda, yani Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya SADC. Mheshimiwa Spika, kutokana na kuimarika kwa nafasi yake kimataifa, Tanzania ilipata heshima ya kushiriki majukwaa mbalimbali kwa mara ya kwanza na kuchangia mwelekeo wa sera za ushirikiano wa kimataifa, kiwemo mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa G20 na mkutano wa BRICS, hatua iliyokuza zaidi ushawishi wetu kimataifa. Kupitia majukwaa haya pamoja na mengi mengine tuliweza kutoa msukumo kwa ajenda ya upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa ajili ya kulinda mazingira na afya za watu wetu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki Tanzania ilishika nafasi mbalimbali za kikanda na Tanzania ilichaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kwa vipindi viwili, na sasa ni mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, ambapo tulipata fursa ya kusimamia chaguzi kadhaa ikiwemo za Msumbiji, Namibia, Botswana na Mauritius. Pia tumo kwenye kamati tendaji ya Umoja wa Afrika ambayo mwaka 2028 tutachukua uwenyekiti wa umoja huo, na hivyo kwa mara ya kwanza umoja huo utatoa mwenyekiti mwanamke. Inshallah. Asante. Tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama. Vile vile tulipata fursa ya kuchangia misheni ya ulinzi wa amani nchini DRC na Msumbiji chini ya SADC. Majukwaa yote haya yaliwezesha Tanzania kuchangia katika jitihada za kuimarisha amani na utulivu katika bara letu. Aidha, Watanzania mbalimbali walichaguliwa kushika nafasi za kimataifa ikiwemo mtu wetu maarufu Profesa Mohamed Janabi aliyechaguliwa kwa mkurugenzi wa Afrika wa Shirika la Afya Duniani. Mheshimiwa Spika, niliahidi Bunge kwamba tutaimarisha utendaji kazi wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na balozi zetu. Hivyo pamoja na kuajiri watumishi wapya, ajira 148 kwenye wizara na kupeleka watumishi katika balozi zetu zote 128, niliahidi watarudi kwa wakati, na niliahidi watarudi kwa wakati, na mwaka huu tuna mpango wa kuwarudisha na kupeleka wapya, yani tunafanya exchange. Ule mtindo wa maafisa kukaa balozini mpaka anaitwa bibi tunataka kuuacha, na sasa watakwenda miaka 4, anarudi kituoni, anakwenda kituo chingine miaka 4. Lakini vile vile niliunda tume ya rais ya kutathmini utendaji wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ambayo iliwasilisha ripoti na mapendekezo ambayo tunaendelea kuyatekeleza. Moja ya mapendekezo ambayo tumekamilisha ni uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2025. Sera hiyo ina lengo la kuhakikisha mikakati yetu inajibu mazingira ya sasa. Vile vile tumechukua hatua ya kuirejeshea hadhi kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim maarufu kama chuo cha diplomasia.
Vile vile tumeanza balozi mpya katika nchi za Austria na Indonesia, konseli kuu za Guangzhou, Jamhuri ya Watu wa China, na Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imefanya nchi yetu kuongeza balozi zake kutoka 43 hadi 45 na konseli 3 hadi 5. Pia kupitia diplomasia tumeweza kushawishi nchi zifuatazo kufungua konseli kuu na konseli za heshima Zanzibar. Nchi hizo ni UAE, konseli kuu, na zilizofungua ofisi za uwakilishi wa heshima ni Ufaransa, Uingereza, Italia, Ujerumani, Hispania, Sweden, Brazil, na kuchochea fursa za biashara, utalii, uwekezaji hususan katika sekta ya uchumi wa buluu. Aidha, tumenunua majengo ya ubalozi nchini Namibia, ukarabati wa majengo ya ubalozi nchini Ubelgiji, Sweden, na ujenzi wa balozi zetu katika nchi ya Kenya. Katika kuboresha utendaji wa wizara, tumeweka katibu mkuu anayesimamia masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na naibu waziri. Vile vile tumeunda idara ya diplomasia ya uchumi pamoja na idara ya mikakati ya siasa za ulimwengu. Aidha, tumenunua majengo ya ubalozi nchini Namibia, ukarabati wa majengo ya ubalozi chini. Hii imejirudia. Mheshimiwa Spika, kupitia maboresho ya sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024, tunalenga kurahisisha ushirikishwaji wa wana diaspora wa Tanzania walioko nje. Mheshimiwa Spika, hatua zote hizi nilizozitaja kuhusu masuala ya kiuchumi kwa pamoja zimechangia jitihada za serikali kuongeza fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji katika sekta mbalimbali, ambapo kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025 jumla ya ajira 8,204 zimezalishwa. Tutaendelea na jitihada hizi kwani nguvu kazi kubwa tulionayo ni mtaji mkubwa wa kusukuma maendeleo ya nchi zetu. Mheshimiwa Spika, katika kutambua mchango wa utumishi wa umma katika maendeleo ya ustawi wa taifa letu, serikali imechukua hatua mbalimbali kutambua kuboresha maisha yao. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya ushughulikiaji wa maslahi ya watumishi wa umma, kuwajengea uwezo pamoja na kuwapatia vitendea kazi. Katika kipindi hiki, jumla ya watumishi wa umma 611,063 wa kada mbalimbali wamepandishwa vyeo. 42,557 wamebadilishiwa kada zao na 9,620 wamefanyiwa mabadiliko ya mshahara binafsi. Aidha, katika kipindi hiki watumishi wapya 135,626 wameajiriwa katika taasisi mbalimbali za umma. Aidha, serikali imeendelea kulipa jumla ya shilingi bilioni 252.76 za malimbikizo ya mishahara na maslahi ya watumishi 150,647 na shilingi bilioni 33.29 za malimbikizo